hutaki kutimiza matakwa yangu au nitumie nguvu? Najua unajua kuwa huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, hivyo hatupaswi kuua. Subiri mwezi uishi, nitafanya unavyotaka. Yaani unaleta swala la utukufu mbele ya mtukufu? Na siku nyingine utakapoiona sura yangu, basi jua nimefuata vile vinavyopasa mimi kuchukua. Huwezi amini, nimekutana na yule binti kanikataa katu, yaani mchana kweupe. Si bora wewe kuliko yanayoendelea hapa nyumbani kuhusu huyu mpangaji mpya. Kamia jana tu, leo kashaanza jeuri. Kafanyaje tena? Huwezi amini, kasema yeye hawezi kufanya usafi wa hapa nje wala chooni, na akasema sio vitu vyake. Afu huyo asijifanya alikotoka huko ni chizi, hapa akakutana na machizi zaidi yake, vidonge vya milembe vimekataa. Sasa hapa usafi wa chooni anafanya, na hata kama kuna vyombo vingine ndani utamtolea tu anaosha. Asitaki kutuchanganya akili huyo, apeleke uchizi wake huko. Ila na wewe jikaze, mwanamke ashawishiki kwa siku moja, endelea kumsumbua, atakubali tu. Acha tuone. So kwa miuno huyu mtoto kabarikiwa, yaani inaonekana na milio ya hatari. Huyu mtoto huyu pipitida lazima, yaani nitakuwa na mfollow kila video. Wewe so kwa utamafuni na sabuni mapema, sitaki shida mambo yetu hata. Umepitaje hapo? Mbona sijakuona? Mambo mengine ya kuosa. Fanya mambo yako. Alafu jishikilie wewe mtoto wewe. Nimepata taarifa zako. Umefika jana tu. Alafu hutaki kufanya usafi. Unajifanya mjuaji, si ndio? Alafu kama una kiburi ungekiacha huko huko ulikotoka. Oya, mimi Mafia nitakufanyia ukatili wewe mtoto. Kwa kuwa unajifanya mama wa michambo, alijakopa pacha wa Nkoti, ngoja nikupe kionjo kidogo.
Kwa chuma hicho. Ai. Mama yangu we. We. Umepigaje hapo? Wakati mwingine nitakuvunja paka makende. Mbona umeandimika hivyo au shemeji anabana? Hapana, kwani una taarifa? Kwa kina Tete kuna msiba, yule mdogo wake Dennis amefariki. Lini tena? Mbona mimi sijui? Cha kushangaza, Tete hataki wazike wala majirani wajue. Kwa nini sasa? Ni mwenyewe sijui. Naenda hapa kwa maana Tete ni shoga yangu wa damu. Basi sawa. Kwa wakati mwingine utapotaka kwenda, utanipitia nyumbani twende wote. Sawa. Yaani uweze amini, pale nyumbani kwetu pale tulipopanga kuna mpangaji mpya kahamia, afu anatumia muda mrefu, yaani juzi tu, lakini kashakuwa nuksi, kashaanza kuleta mabalaa, yaani kashaanza kutupangia maisha wapangaji wote wa pale. Sasa katika ile 1 na 2 katika kumwelekeza amenipiga bonge bao, afu sasa kibao chenyewe kimetoka kimaajabu. Afadhali hata angekuwa amenikaribia hivi, ningesema kweli huyu mwenyewe hata chuma ananyanyua hivi. Kibao kina uzito wa aina yake, alafu sasa cha kushangaza alikuwa mbali. Ndugu yangu, mimi nashindwa kuamini kabisa ndugu yangu, yaani sijui ni mshirikina, yaani simwelewi kwa sababu alivyonipiga kibao na umbali aliokuwepo, sasa nashindwa kuelewa. Sasa sijui unanisaidiaje hapo shehe wangu? Alikupiga kibao cha wapi shehe wangu? Kwenye shavu? Kwenye sikio? Au alikupiga kibao cha wapi shehe? Lazima nijue shehe. Shehe, unataka kuanza kuleta maana zingine zisizokuwepo. Hicho kibao kanipiga shavuni. Kwani ukisikia kibao kinapigwa wapi ndugu yangu? Hicho kibao amenipiga shavuni shehe wangu. Kwanza shehe, nikupe pole kwa kile kilichotokea. Pole sana shehe wangu, lakini kwa Mungu alishindikani jambo, kwa sababu yeye ndo aliumba majini, akatumba na sisi binadamu, akaumba na ardhi, akaumba na mbingu. Si umenielewa shehe wangu? Huyo atakuwa ni mshirikina. Unielewa sijui? Nakuelewa. Huyo atakuwa ni mshirikina, na kama ni mshirikina inabidi akutane na washiriki wenzake. Sasa naomba nikuulize swali shehe wangu, unataka tumfanye nini? Tumpige na dawa za asili au tumsomee kitabu? Maana vyote hivyo vinashindikana. Mungu alileta dawa za asili kwa sababu ya kutuponya sisi, na pia alileta na maandiko ambacho ni kitabu kwa sababu pia ya kutuponya sisi. Sasa nakusikiliza wewe, unataka nimfanye nini? Bwana, hapo mimi naona tumpige kisomo hapo. Naona hapo ndio itakaa safi. Au mwenyewe unaonaje?
sema hakuna ambalo linashindikana shehe wangu. Kwa kuwa ushalileta kwangu, basi nitalifanyia kazi na kuahidi kikubwa, Mungu anipe pumzi, kesho itapofika asubuhi na mapema nitakuja pale unapoishi, tutaanza kupiga kisomo. Haya yote ataisha. Yule ni bwana mdogo, ni sawasawa na ngamia kuingia katika tundu la sindano shehe. Unavyoiona hata SB nilipewa na babu na mababu zangu kwa sababu ya watu kama hao ambao wanajifanya wanajua shirki. Hapo kwenye kitabu ndio umefika shehe wangu, usijali, hilo limeisha. Hata chuoni uendi kwa amani si. Yaani unahisi kama nenye atakuja kukutawaza kule, maana ni simuelewi ndugu yangu kama mshirikina ule. Kwa hiyo shehe, mimi nakuamini, ndio maana nimekufuata ili uweze kunisaidia. Nisaidie bwana shehe. Hapo inabidi tumpige kisomo mwenyewe aelewe. Maana anajifanya mjuaji. Tukashindikana, si unajua? Kwisha shehe. Sasa shehe wangu, huu ni muda wa masjid. Kama unavyosikia mwazano huko. Wewe unatuita sisi tukahudhurie. Tatizo shehe wangu chengine, nyinyi hamtaki kuswali, hutaki kusali. Sasa shehe, unadhani vibao. Mwisho utakuja kupigwa vibao hadi vya vibao. Shehe, nisiongee mambo mengi sana, nitakufuru shehe, astaghfirullah. Naomba nikutakie mchana mwema, ni muda wa kwenda masjidi shehe. Nashukuru shehe. Angalia lakini chooni usije ukashindwa kuingia shehe, akakunawisha. Astaghfirullah. Shehe, muda naona umeenda, hiyo ni mwazini sasa, inaziniwa huko. Inatuita sisi tukapate kuswali. Tatizo shehe, muda mwingine nyinyi mswali. Na angalia sija kupiga kibao chingine shehe. Astaghfirullah shehe. Hai shehe. Sawa shehe. Yaani pale anapiga kibao ipo kule. Anajifanya undertaker. Anapigwa kibao mtu kama Sasa ngoja na huyu shehe aje na anavyochamba umbea akutane nacho. Magolide. Nacheka kwa dharau. Unaonekana ni mzuri wa kufuatilia mambo ya watu na kuchamba umbea, yaani kamdomo. Naomba nisikilize shehe wangu. Kabla haujajua watu watakujuza. Yaani vijana wa sasa nasema unajua ujui, sasa utajua ujui. Acha kufuatilia mambo ya watu. Safari yako toka ulipotokea nilishaijua. Naomba nisikilize kitu kingine shehe. Watu watakuchenda kwa sababu ya kamdomo. Wanaoboboja ni watu wa Kinondoni, Mbagala huko. Shehe wangu utapaka mafuta. Cha kwanza naomba nikuulize ndugu yangu. Leo ni mara ya kwanza mimi kukuona katika macho yangu. Na cha kushangaza, umeniita jina langu na mimi sikujui wala sikufahamu ulipotokea. Ningependa kwanza tuanze kufahamiana. Wewe ni nani na una shida gani kutoka kwangu? Magolide, mchezo huu haupaswi kuchezwa ukiwa umevaa nguo, maana mwanzilishi wake hatabiriki ni nani. Sikilize nikwambie kitu. Mimi wananiita mpangaji mgeni. Yaani ninachomaanisha ni yule mpangaji ameingia jana tu, sio hata muda mrefu, lakini moto wake ninaowasha ni zaidi ya moto wa kifuu. Astaghfirullah. Sio nataka nipuze. Na nielewe sentensi yangu ya mwisho ambayo nayokwenda kukwambia, Magolidenyo. Na ukiendelea kupekenyua mambo usiyoyajua, yaani mambo yasiyokuhusu,
nitakufanya kama nilichomfanya yule aliyekwambia. Astaghfirullah. Hivi na maana yule mimi alikuwa ananiponza, mtu mwenyewe ndo huyo. Hata msikitini siende. Astaghfirullah, la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Subhanallah. Alibakaya